wanajua pesa. Ukijiweka kwao utaenda bure na suruali moja. Suruali? Ndugu nimesema suruali? Hajasikia. Ndugu nimesema utaenda suruali? Amesikia sasa. Mumpigie makofi. Kama macho yako itafunguka kwa wamama wa vijiji. Kuna wamama hapa mtaa wamefungua duka zao zimekuwa wholesale. Na wanajua siku zenu za kupata mishahara zenu hizo. Utarudi nyumbani na suruali moja. Usipotumia mshahara wako vizuri, utatoka hapo ukienda nyumbani, hakuna kitu umeinvest kule kwenu. Pesa yote ilishianga penye ulikuwa unafanya kazi. Yaani unafanya hapa Mubungu, pesa inabaki wapi? Mubungu, haifiki Butula. Omba Mungu Yesu akae ndani yako, abadilishe maisha yako, atoe hizo vitu ndani yako ili ufanye kazi na mshahara yako. Ujeona watu wanafanya kazi mahali wanarudi na gunia penye walitoka. Gunia imebeba ojepo. Hizo nguo za kazi zinaitwa ojepo. Zile unarauko na vaza uchafu hizo. Hizo ndio zimebebwa kwa gunia. Unarudi wapi Butula? Watu wanakuja, mume wangu amefika na gunia, mume wangu karibu. Wacha bibi afike kwa nyumba. Hapana, ngamo ukingerengano, sukari, nyama. Akienda kufungua, sukari hakuna, ngano hakuna, nyama hakuna, anakutana na ojebo zile za kazi zinanuka. Ndio zenye anaanza kutoa, anatoa na imani akijua hizo zilikuwa juu, sukari iko chini. Akitoa ya kwanza anahesabu. Ya pili, anafuza rupe na tena ilikuwa nyepesi. Akitoa anakutana na gunia tu. Anasema, yaani mtu amefanya kazi amerudi tu hivi. Yaani utarudi nyumbani tu. Suruali? Kazi iliyo kwa boma la mtu. Kazi ya kuajiriwa. Hata iwe biashara yako. Biashara pia unaweza amka asubuhi, wameiba duka yote. Unarudi nyumbani ukiwa hivi, mikono mitupu, hata sukari kota haukuachiwa. Na wakati ulikuwa unafanya biashara ukipata fedha, badala ya kujijenga na kufanya vitu ambavyo vitaweza kuweka mahali siku nyingine, wewe umelala class. Ukiwa mwana biashara, fanya biashara na ununue plot. Kama biashara yako ina nini capital, usiekeze pesa mingi kwa duka zaidi. Maisha yenye tunaishi sasa ya majenzi wa degree wamekuwa uwezi. Wamesoma madegree mpaka hawana kazi, siku hizi ni kuiba tu. Kwa hivyo usiekeze fedha mingi kwa mpesa yako, usiekeze fedha mingi kwa duka yako. Wewe weka stock kwa duka yenye unajua imekutosha kuuza, ikipungua unaweka. Maana ila kesho haujui. Unaweza weka 1M kwa biashara. Kesho utakutana na 0M. 0M? Kwa sababu majenzi wamesoma science, technology iko kwa akili. Sasa hii wana haki hizi mpesa, wana haki hata siku hizi banka za watu. Nilipigiwa na mtu akaniambia banka yake imehakiwa, wafanyikazi watu rental wake wanatuma pesa through bank zinaenda kwa mtu mwingine. Haziingii kwa account yake kwa bank. Sasa yeye anapigia watu wanadai pesa, watu wanamtumia message walituma pesa. Kumbe walihaki namba yake. Na hiyo nyumba, kila nyumba inalipa 25,000 per month. Na ni gorofa. Hiyo pesa yote jinsia alienda nayo. Niling'ang'ana kutengeneza kimaombi, haikuwa rahisi. Hao ni majenzi. Wana degree na hawana pesa. Wana madigiri hawana kazi. Wengine hawana madigiri, ni bonoko tu, hakusoma. Kazi yao ni kusumbua watu hapa kwa vijiji wakiiba vitu za watu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiweka nguruwe wanabeba. Ndio maana nimesema, ukiwa mwanabiashara mkubwa, ekeza fedha zako kwenye plot. Nunua ka plot, jenga. Hapo karento siku nyingine kama wameiba duka yako yote, utaanzia hapo maisha. Simpe Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mfanyakazi mwenye ameajiriwa na kampuni, mwenye ameajiriwa na serikali, mwanabiashara amejiajiri mwenyewe. Uache kukaa na pesa kwa mfuko. Ekeza hizo fedha mahali. Kesho kutwa hiyo kitu itakuwa ya maana kwa maisha yako.
Kwa sababu fedha huisha. Fedha hufanya nini? Huisha. Mimi wakati niliwekeza 1,100 kwa drawer ya kitanda, wakati moto lilipuka, si nilienda? Ningejua niweke kwa kitu ama nipeane moto wa simiti nikose kuweka kwa nyumba, ingeungua na simiti nayo ingekuwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna mtu ananifuatilia vizuri? Malizia maandiko. Basi usikubali haya yanitawale, hapo nitakuwa mkamilifu wala sitakuwa na hatia ya kosa kubwa.